Kwa majina naitwa Emiliana Walirangi Muhapa. Wengi wanapenda kuniita jina la Emi. Mimi ni mtoto wa 7 katika familia ya Walirangi Muhapa na Agnes Mikwele Kabwa. Tumezaliwa familia yetu tuko 8. Katika 8 wanawake tuko 3, wanaume walikuwa 5. Bahati nzuri au mbaya, wanaume wamefariki, wamebaki wanaume 2. Sisi wanawake bado Mungu hajatuamua tuende kwake. Tuko wote 3. Mkubwa wangu anaitwa Michela Muhapa, anafuata Severina Muhapa, nafuata mimi Emiliana. Namshukuru Mungu katika hili, katika uzima uliopo na katika wakati huu. Najua Bwana Mungu bado ananipenda na anaendelea kutupenda sisi sote familia yetu. Namshukuru sana mchungaji Kieyeu, Angelo Kieyeu wa TAG na kanisa la Kiponzero. Amekuwa akinilea toka nikiwa mtoto mdogo, bado niko darasa la kwanza, toka mwaka 81 tuko naye, na anatutunza kimwili na kiroho. Amekuwa karibu sana na mimi, akisikia ninaumwa yuko tayari atoke Iringa aje aniombee, aje kuniona. Namshukuru, nampenda. Na washukuru pia na wengine wote ambao wamekuwa wakinizunguka, wamekuwa wakinisaidia, hasa Amalia Changwa. Familia hiyo imekuwa karibu sana na mimi. Nikiumwa kuna Amalia Changwa, kuna Joeli Maeda. Ni watu wako karibu sana na mimi. Hata sielewi niseme lipi, ila namshukuru tu Mungu atawabariki tu kwa lolote lile. Nimezaliwa tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 1969 mkoani Iringa vijijini, kijiji cha Muvemba. Nimesoma shule ya msingi Kiponzero. Nimeanza mwaka 78, nikarudia nikaanza la kwanza Tapa, ilikuwa 78. Leo 77 tukaingia 78. Nikaanza la kwanza, nimeuliza mwaka 84. Huo mwaka 84 nilipomaliza shule, niliamua kuondoka nyumbani nikiwa na wazazi wangu wako hai. Nilikaa tu nikafikiria, nikasema watu wanaenda kufanya kazi, wanarudi. Basi na mimi niende nikafanye kazi. Nikaondoka na dada moja anaitwa Isabela Magavilo. Alikuwa anahitaji house girl wa kuja naye Dar es Salaam. Nikaja, akanitafutia kazi Ubungo TANESCO pale karibu na baa ya Olympio. Nilikuwa nafanya kazi kwa mama moja, ni mwenyeji wa njia panda ya Malangali. Basi nimefanya kazi pale 84 hiyo 85, nikakuta pale kama ananitesa kidogo, nikaondoka. Nikatafutiwa kazi na mtu kwa Profesa Masuha, alikuwa ni dini wa chuo kikuu, anaitwa John Masuha. Alikuwa anakaa Survey Mwenge pale. Nimeenda hapo nimekaa ile 86, 87, 88. Nikaondoka. Yule baba alisema nimlelee mtoto, mtoto wake alikuwa amebananisha. Alikuwa amekaa vibaya, akaniambia mlee mtoto, ukimlea mtoto akaa vizuri, mimi nitakupa zawadi. Nikamlea yule mtoto akakaa vizuri. Ni kweli akanipa zawadi. Zawadi yenyewe akaniambia nichague zawadi gani. Mimi nikasema unayoiona wewe. Basi akanipeleka shule. Namshukuru ile shule iliponipeleka imenisaidia. Baadaye nimetoka shule akanitafutia kazi Wizara ya Maji. Nimefanya miaka 2. Pale nikawa wakaja viongozi wakasema hapana, sistahili kuendelea kubaki pale, wakaniachisha kazi. Baadaye nikakaa tena, yule baba hakutaka kuniacha. Mwisho nikasema nikaaga, nikamwambia mimi narudi nyumbani. Sikurudi nyumbani, nikaenda kwa kakaangu mmoja, mtoto wa mamangu mkubwa anaitwa Balna Sambala, kwenye mabano Baba Kiga. Basi nikakaa naye pale nikamwelezea jinsi nilivyokuwa nikiishi. Naye hakusita, akanitafutia kazi
kwa mzee Vangilisasi, alikuwa pale Mazese Msufini. Alimutafutia kazi pale, ilikuwa ni ya kuuza duka la hardware kwa baba mmoja anaitwa Kapama. Nimekaa pale toka mwaka 89 mpaka 93 nimetoka kwake pale. Kwa nini nimetoka kwa Kapama? Nilipata kazi kwa Alexander Sanga ambaye alikuwa akimletea mzigo pale Kapama, akanipenda akanichukua, akasema ndipo akafungua duka lake Buguruni la mbao. Nilipotoka pale kwake Kindo kwa Kapama ndo nikaenda Buguruni kuuza mbao. Nimeenda Buguruni kuuza mbao, tumeuza hizo mbao mpaka Tazara Goodshed. Anapakia mizigo Mbeya, mimi napokea Dar es Salaam. Hiyo ni 93, 94, 95. Tumeenda hivyo nikifanya biashara. Maisha yangu yalikuwa sio mazuri. Maisha yangu yalikuwa ni mabaya kidogo. Ninamshukuru Mungu. Wakati nikiishi kwa Kapama, nakumbuka niliwahi siku moja nikakosa chakula kabisa. Nililala na njaa. Asubuhi naamka natetemeka, majirani nikasema naumwa, kumbe nina njaa. Wakanikorogea uji nikanywa. Basi nikawa nimepona. Sikuendelea tena kuugua tena. Kumbe ilikuwa ni njaa. Sina hela. Lakini baadaye nilipoanza hii biashara na Alexander Sanga akanichukua, akaniamini, nikawa nafanya kazi kwake. Nimefanya kazi kwake, nakumbuka mwaka 98 akaja Dar es Salaam. Alikuja kununua magari. Wakati naanza naye biashara alikuwa na gari moja tu Land Rover. Baadaye akanunua Isuzu, akanunua Tipa, akajenga nyumba huko Mbeya. Wakati huo sasa mimi nilikuwa nimepanga hii nyumba hapo mnayoona wanajenga hiyo hapo. Nilipanga humo ndani, jirani yangu hapo ndio nilikuwa nakaa hapo. Akaja akakuta nina hela mkononi milioni 100. Akaniambia hapa ndo napokaa Emi, nikasema ndio. Akaniambia utakuja kupoteza hela, watakuja kukuua. Tafuta eneo nikununulie. Ndipo nikatafuta eneo. Hawa jirani nikasema natafuta eneo ninunue. Hapa panapokaa, wakasema sisi tunaweza tukakuuzia hapa pembeni. Wakaniuzia hapa ninapokaa. Wakaniuza milioni 1.2 mwaka 96. Nilinunua hapa mwaka 96. Alinilipia Alexander Sanga ili eneo, nikajenga nyumba, akanisaidia kujenga, akanisaidia kumalizia kabisa hadi madirisha mnayoona haya yalitoka Mbeya. Milango hii alinunua yeye kutoka Mbeya, anapakia kwenye mabehewa, akasema mfanyakazi wangu akae mahali pazuri. Baada ya hapo akaniambia sitakuwa nakulipa mshahara, hela yako nitakuwa nakuwekea. Nikasema sawa. Na kweli akawa ananituzia hela yangu. Baadaye akawa anawaambia na watu wengine wanapakia mbao, anasema atapokea Emi yuko da, atakupokeleeni tu, mtawauzieni tu vizuri, msijali. Na nikawa nawauzia vizuri kwa uaminifu kabisa. Basi wakanituzia hela, nami nikapata behewa la mbao, nikapata hela ya behewa zima la mbao. Na mimi nikaanza hapo. Bosi akaninunulia la kwanza, akaleta la pili, akasema sasa hivi na behewa 2. Nikasema asante. Akaniambia mara ya mwisho, akasema sasa hili behewa la 3 utoe faida zote za mabehewa yako 3. Nenda kanunue kiwanja, usile hela. Ukila hela utakuja kupata shida baadaye. Weka vitu asset, itakuja kusaidia uzeeni. Hata ukija kuolewa, kuachika na mume, ukiwa na mahali pako pa kuishi huwezi kunyanyasika. Basi ni kweli, nami nikatoka hii amenijengea, nikatoka faida yangu ya kwanza nikaenda kununua kiwanja pale Mabibo NIT. Niliponunua ilikuwa mwaka 96 hiyo, nikanunua milioni 1 uwanja ule. Nikajenga nyumba ina vyumba 7. Nilipojenga hapo hiyo nyumba ina wapangaji. Nikawa natamani nihame hapa nihamie kule, lakini nikaona hii nyumba nilijengea baba yangu, ngoja tu nibaki hapa. Kwa hiyo nikaendelea kubaki hapa. Mwaka 96 hiyo hiyo nikanunua eneo liko kule Mbezi, ina kama eka 2, na ambapo sijajenga nyumba, nijenga tu kidogo ambapo wanafundishia mtoto wa kaka yangu, ameweka kama chekechea.
iko kule Mbezi wanaita Dubai. Mwaka 96 hiyo, 98 nilinunua nyumba pale Baruti. Ilikuwa ni ya urithi ya kina Kalenga, kwenye mabano wanaita Situga au akina Skamela, walikuwa ya marehemu baba yao waliuza, tukainunua. Hiyo nilinunua na kampuni. Alafu nikaja tena mwaka 98 hiyo nikaenda kununua eneo langu Salanga. Mwaka 2005 nikaenda nikanunua tena eneo Kiluvya kama eka 4 hivi. Nalo nikaliacha nikaondoka. Nikaenda mwaka 2006 nikanunua viwanja 3 Salasala kwa babu Tegeta. Na hivyo nikaviacha. Baada ya hapo nikaenda nyumbani kwetu kijijini. Nikanunua eneo nalo na nyumba yuko karibu na barabara. Nikatengeneza fremu, nyuma nikajenga nyumba ya kufikia. Na bado nikawa nimetengeneza na viploti vingine vidogo vidogo. Mashamba yapo, nikapata masehemu za bustani nazo kama eka 20 hivi. Nayo eneo hilo liko sehemu moja inaitwa Ihame. Vyote hivyo namshukuru Mungu kwa sababu alinipa uzima. Hayo ni maisha yangu nilianza kwa chini sana. Lakini kabla sijafikia mpaka nimefikia hivi leo kusema, nililala mwaka mzima chini. Mwaka 89 nilikuwa sina kitu kabisa. Nilikuwa sina chakula, sina nguo. Nina gauni moja na nilipiga nalo picha kumbukumbu ya maisha yangu. Nilikaa nalo miaka 2. Sikuwa na hela, sikuwa na kazi, sielewi niende wapi. Maisha yamenibana. Naomba kwa jirani boksi. Alikuwa pana duka kama hapo nje. Naomba boksi, nalala kwenye corridor. Na nilikuwa na kanga doti moja. Nalala natandika chini, nalala kwenye corridor. Nikasema nikamwachia Mungu, nikasema ipo siku na mimi nitakuwa tu binadamu. Sikukata tamaa, nikaendelea kuishi. Namshukuru Mungu alifungua milango baadaye. Hiyo ni 89 hiyo ndio nilikuwa nimepata matatizo hayo. Basi kutokea hapo nilipata ujauzito mwaka 89. Nikarudi kijijini. Nilirudi kijijini nikaenda kujifungua. Nilipojifungua nilikuwa shambani, hata mama yangu alikuwa hajui kama ni mjamzito. Nilificha, naogopa. Nilipofika pale nikaenda tu shambani kulima. Uchungu liniazia shambani kunaitwa Muvemba. Muvemba hapo na Kipozeo ni mbali kidogo. Wakanipakia kwenye baskeli. Mama alikuwa hajui kama naumwa uchungu. Bahati nzuri au mbaya nikazidiwa njiani. Nilipofika pale njiani nimezidiwa, bado wakanibeba kwenye baskeli. Waliponibeba kwenye baskeli, samahani kwa kuliongea hili kama nitawakwaza watu au utakuwa vipi. Chupa yangu ilipasuka njiani, bado wakaendelea tena kunibeba kwenye baskeli wakati tayari mtoto yuko njiani. Baadaye nilipofika hospitali nikajifungua, lakini mtoto wangu hakukaa zaidi ya wiki. Alikuwa mtoto wa kike. Nilifungua tarehe 24 mwezi wa 8. 24 mwezi wa 2. Akafariki, walisema amekunywa maji machafu. Basi tukamzika mazikoni panaitwa kwa Havanga. Mtoto wangu wa pili nilimzaa mwaka 93. Huyo alikuwa wa kike, huyo wa kwanza. Mtoto wangu wa pili nilimzaa mwaka 93. Nijifungulia hapo Mwananyamala. Alikuwa wa kiume. Huyu Mwananyamala nimejifungua yeye nilishindwa kusukuma. Alikuwa mtoto mkubwa na kilo 5. Nikashindwa kumsukuma. Wakanitumia vile vyuma inaitwa sijui na yenyewe wanaita vacuum sijui kumvuta. Kwa hiyo inaonekana walimbana. Akawa mna amefariki. Amezikwa nyuma ya nyumba yangu hapo. Baada ya hapo nikaja tena nikashika ujauzito mwaka 2001. Ikatoka miezi 6. Hiyo 2001 ndio ambayo alikuja mama yangu kunitembelea. Mimba yangu ikatoka miezi 6. Kwa hiyo hapa nilipo mpaka sasa nilipata watoto 2 na mimba zilitoka 2. Jumla mimba 4. Sikupata mtoto mpaka sasa, sina mtoto.
aliyoko hai. Namshukuru Mungu katika hilo. Pili, narudi kwa wazazi wangu. Wazazi wangu walikuwa wananipenda na nilikuwa nawapenda sana, lakini Mungu aliwapenda zaidi. Baba yangu aliugua kansa ya kidole, alikuwa analima akajikwaa kwenye kidole. Baadaye akawa na kidonda. Kile kidonda kilichukua muda mrefu sana kutokupona. Nadhani ni kutokujua kama hii ni tatizo gani. Baadaye nikaja nikamchukua tukampeleka hospitali, wakasema ana kansa. Alioza baba mguu huu mpaka sehemu za kiuno. Ukimminya hivi alikuwa akitoka mafunza makubwa. Alikuwa analala chumbani huko ndani huko. Nikimuogesha mwenyewe kwa mikono yangu. Namkamua baba yangu. Anapiga kelele, lakini nilikuwa namsafisha. Ni baba yangu. Tamwachia nani? Lakini bado alikufa. Alikufa mwaka 2000 mwezi wa 7 tarehe 6. Mwezi huo aliokufa baba, mimi hapa nyumbani nilipata majaribu. Walikuja majambazi kunivamia hapo karibu na msikiti wa Kioni hapo. Natoka hapa saa 1:30 naenda kazini. Wakanifuata nyuma, sikujua. Wakanivamia, walinipiga na bunduki lao hapo kwenye ubavu hapo, wakanipasua ubavu wangu hapo. Bunduki zao walikuwa wamezikata. Waliponipasua, nikageuka tu nikamuuliza, mbona unanipiga, nimekosea? Nilikuwa nimesimama namsalimia jirani yangu. Wakasimamisha gari zao, walikuwa na gari 2. Mbona unanipiga, nimekosea nini? Akasema tunataka begi. Begi gani? Ili hapo. Ilikuwa mkono wangu wa kulia. Nikasema chukueni. Wakachukua ile begi. Lakini bado alinijeruhi sana, na bado alikuwa amesimama anataka kunipiga na ile risasi. Wenzake walioko kwenye gari wakamwambia, tumeshachukua begi, usimuue, muache. Basi wakaondoka na magari yao, wakapiga marisasi kutawanya watu nini, wakaondoka. Majirani pale, yani ile shoku, nilianguka, yani sijui hata niliangukaje. Nikakuta tu siku 2 sikuwa nafahamu. Siku ya 3 yake nikapata fahamu. Nilipopata fahamu, wakaniuliza unajisikiaje? Nikasema mimi naendelea vizuri, najisikia tu vizuri. Wakawa wamenipa maji ya kunywa, nikanywa. Wakaniuliza uko wapi? Nikawa sielewi. Baadaye wakaniambia uko hospitali. Wapi panakuuma? Nikaambia unaniuma tu ubavu. Basi wakanitibu, wakaniruhusu. Ile siku wananiruhusu tarehe 6, baba yangu ndio alipokufa. Wananiruhusu kutoka hospitali, kutoka kwenye majeraha, baba yangu ndipo alipokata roho. Wakazika tarehe 7. Nikajaribu kwenda labda nikamzike baba. Nilienda, lakini afya yangu ilikuwa sio nzuri. Nilifika tu siku hiyo nikazika, nikageuza kurudi hospitali. Hiyo ni historia ya mama yangu, ya baba yangu. Mama yangu sasa alipokuja hapa mwaka 2001 kuja kuniona, nilimwambia tu kwenye simu, mama mimi nimeshika ujauzito, kila mara nikishika mimba zinatoka, sielewi na tatizo gani. Akaniambia haya, ngoja nikutafutie dawa nikuletee mwanangu. Akaniletea hiyo 2001. Ilikuwa siku ya Alhamisi. Nakumbuka nikaenda kumpokea mama, amefika hapa, ameingia chumbani kwake huko. Kalala, tumetia story, tumeongea na mama yangu, karibu, unaendeleaje? Sijambo. Wakati mama anajiandaa kule kuja huku, mimi ile mimba ikawa imetoka tayari. Sikumwambia mama yangu kwamba mimba imetoka. Nikamwona nitamfadhaisha zaidi. Akarudi, akaja mpaka hapa nyumbani. Sasa akaniuliza, mbona huko hivyo Emi? Nikamwambia, mama naumwa. Nini tena? Nikasema imeshakuwa bahati mbaya tena. Ile nikamwambia mama yangu, naonekana pia alifadhaika sana. Akakosa amani. Nikamwambia kuwa tuna amani mama yangu, ipo siku tutakaa vizuri. Ipo siku Mungu kama ataamua kunipa mtoto atanipa, usijali. Basi siku hiyo ilikuwa ni Alhamisi. Ijumaa mama alifika Alhamisi. Ijumaa alikuja baba yangu mdogo anaitwa Charles Nyato. Akamchukua mama humu ndani, wakaenda Kariakoo na Vingunguti kwenda kutafuta mbuzi kwa ajili ya siku ya sikukuu. Bosi wangu huyo Alexander
alikuwa na watoto wake wanasoma Makongo. Akasema leo sikukuu, kawachukue watoto watakula Pasaka hapa nyumbani kwako, mwende mkanunue mbuzi mle. Sasa huyo Nyatu akaja hapa nyumbani kumchukua mama, wakaenda kutembea kwamba wakanunua hivyo vitu vya sikukuu na nguo na nini. Mimi nikanyanyuka kwenda Makongo kuwachukua wale watoto wa marehemu bosi wangu. Alikuwa anaitwa Anita na Anifa. Basi wale wakaenda huko wakanunua vitu na mimi nikafuata watoto wangu nikarudi. Sasa nimerudi, mume wangu Abduli alikuwa hapo nje. Tulikuwa na duka letu hapo nje, tulikuwa tunauza soda, keki, vitu vya vidogo vidogo vya kula. Amekaa akawa amempa mama soda huko. Akaniambia mama mwenyewe kama hajisikii vizuri, kamwangalie ndani kule. Basi nikapita moja kwa moja. Nilikuwa namtaniaga. Namtaga Mrs. Mwapa, hujafa tu. Utasikia utakufa wewe utaniaje. Sasa nikamuita, wewe Mrs. Mwapa, hujafa tu. Hakuitika. Wewe mama Mwapa, hajaitika. Nikamwambia wewe Mikwile, hakuitika. Nikamtikisa kidogo. Nikakuta kama anaenda yote mzima mzima. Nikasema mama yangu, nini tena? Nikamwamsha hivi kwa mikono yangu. Nikakuta mama yangu anaamka mzima yote. Hakika nilimwachia chini kwenye kitanda. Nina jirani yangu hapo anaitwa Amalia Changwa. Alikuwa na mume wake anaitwa Felix Changwa, naye Mwenyezi Mungu amemchukua mwaka juzi, amefariki, ametangulia mbele yake. Nikawapigia simu. Naomba mje mnisaidie, mama naumwa, sielewi kimetokea nini. Wakaja mbio mbio hapa. Kuja kuingia ndani kumwangalia, wanaona aje. Tukambeba, mama hageuki, tukaingiza kwenye gari tukampeleka hospitalini Mikocheni. Ilikuwa ni Ijumaa Kuu. Tukakubaliana, nikasema tukimpeleka hospitali za serikali, kesho kutwa ni sikukuu, Krismasi, Pasaka, hawatamsaidia mamangu. Nikasema sawa, haina shida. Basi vile mimi nikaondoka, tukaenda zetu Mikocheni. Tukafika pale Mikocheni, wakanipokea, wakamlaza. Walivyomlaza wakaniambia anaumwa malaria. Ilikuwa ni hiyo usiku hiyo sasa kuamkia Jumamosi. Kwa hiyo mimi Jumamosi nilikaa naye mama hospitali pale Mikocheni na mpaka Jumapili. Jumapili ndio ilikuwa Pasaka, ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2021. Basi tulivyotoka pale tukakaa ile siku ya Jumamosi na Jumapili. Jumatatu nikaona mama, yani bado alikuwa habadiliki mama yangu. Kila nikimuita mama hageuki wala haangalii. Nikimuita mama yangu, yani toka alivyonyamaza. Ni Jumamosi nilimpigia dada mkubwa anaitwa Michela au mama Sada. Nikasema mama naumwa, naomba uje ili tuende kusaidiana kwa sababu mimi sitaweza kubaki huko peke yangu na kazini kule nimeacha mizigo ya watu itaibiwa. Na tazaa tulikuwa tunaweka mizigo nje tu, tulikuwa tuweke ndani. Basi dada yangu akawa amekuja. Anasema nitakuja Jumatatu. Nikasema sawa. Ilipofika Jumatatu saa 10:20 mamangu alikufa. Hiyo Jumatatu ya Pasaka ambayo ni tarehe 16. Na walinituma, walivyoona mamangu anataka kukata roho, wakaniambia wewe katuletee nguo. Nikaondoka. Fanya haraka ukalete sijui kitu fulani nyumbani. Waliniagiza nije kuchukua nguo huko nyumbani. Nikaja kuchukua hizo nguo, kurudi nakuta mamangu ameshamtoa pale kitandani, ameshampeleka mochwari. Sikuamini. Hilo lilinitesa sana. Liliniumiza sana sana. Na bado ikaonekana kwenye familia kwamba yani mama amekuja kwangu aidha labda nimempa kitu chochote au nimemuua. Hiyo ilinisikitisha kidogo. Waliendelea kuzungumza. Kuna mjomba wangu
alitamka live kwamba haiwezekani mama yake aende juzi afe, huyu amemuua. Kwa nini? Amejenga nyumba, mtoto wa kike anajenga nyumba. Ni kutoka yeye, mamangu mimi alikuwa ni wa mwisho katika watoto 12. Nikasema, akasema nimemuua dada yake. Na mamangu mkubwa naye wakakaa na kaka yake, akasema mbona na nyumba amejenga Dar es Salaam nyumba 2, kapata wapi hela mtoto mdogo huyu? Wasijue mimi nafanya nini, wasijue hii hela mimi nimepata wapi, maskini wa Mungu. Wanasema nimemuua ndugu yao, nimemweka kwenye biashara. Haya, nikasema sawa, namshukuru. Basi tumeenda hivyo, toka mekufa wazazi, familia pia ikana ni hisia hivyo, jamii, familia hasa. Basi na mimi nikaa nasema kama mnaona ni kweli mimi nimefanya kitu kama hicho, Mungu yupo, atakuja kuonyesha siku moja. Naona walijaribu tafuta kupeleleza, kuangalia, na imani walipata ukweli ambao umewalizisha kwamba si kweli, sijafanya kitu chochote. Lakini bado lile doa bado lilinipa hofu na lilinipa mashaka makubwa katika maisha yangu, kwamba kama ndugu wa karibu anaweza kukuita wewe ni mchawi, ndugu mliyetoka tumbo moja akwambia wewe ni mchawi, au mtu mlioko karibu naye kabisa anakwambia wewe atakufa saa ngapi, mimi nichukue kitu chake afe haraka. Kwanza mtu mwenyewe hana hata watoto, huyu afe tu, si tugawane vitu vyote. Kwa nini waseme maneno kama hayo? Mimi Mungu bado hajaamua, akiamua na mimi Mungu atanichukua. Lakini nataka nitoe ukweli, natoa shuhuda. Mimi sikuwahi kufanya kitu kama hicho na sitoka nifanye. Mama yangu aliwahi kupata ajali mbaya. Alipata ajali kule nyumbani, alivunjika mguu kwenye paja. Nilifight, nilihangaika gharama yote nikiwa na bosi wangu marehemu Alexander Sanga, mpaka mamangu alipona akasimama. Iweje leo ni muue? Na mpaka kesho huwa sielewi mamangu alikufa nini. Ni kweli malaria au ni mikono ya binadamu? Mimi wanaona ni malaria kwa sababu walipima hospitali wakasema ni malaria. Sasa jamii kama iliamini kwamba ni malaria, sawa. Kama waliamini kwamba mimi nimemuua, sawa. Siwezi kutoa hisia zao, siwezi kutoa mawazo yao au nikaingia mioyoni mwao. Wanasema moyo ni kichaka cha mtu. Siwezi kujua wao mpaka akafikiria hivyo waliona nini. Lakini hakika mimi mali zangu nizo nazo, nimehangaika kwa kuuza mbao, hasa kwenye mbao. Kwenye ufanyakazi wa ndani, kwenye uyaya, sikupata kitu chochote zaidi ya nilikuwa napata tu hela ndogo namtumia mama au namnunulia nguo. Lakini vitu vyangu vyote nimevipata kwenye biashara ya mbao. Kabisa. Na marehemu bosi wangu ana mke wake ameitwa Mama Hari, yupo alibaki. Alikuwa na wake wawili. Mmoja alikufa. Bosi alikufa tarehe 20, mwanamke akafa tarehe 24. Kwa hiyo waliambatana, kabaki bi mkubwa. Hata wakimpigia simu wao, kwanza familia wanaijua. Wanajua kama mimi ninalelewa kama mtoto mdogo na hao watu. Alibaki ba mdogo Mbasa, yuko Mbeya kule. Ananituza mimi kama mwanae. Sikuwahi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo nataka niwaambie ndugu zangu wapendwa katika Bwana, familia na jamii inayonizunguka, isininyoshe vidole. Isininyoshe vidole. Wanapata dhambi ya bure na watahukumiwa. Wasije kahukumiwa kwa sababu hawajui wanalolitenda. Wanapata dhambi. Sijawahi kufanya hicho kitu. Mimi ni msafi na ni msafi. Ni msafi wa mwili na ni msafi wa roho. Mali zangu zote ni za mikononi mwa Mungu. Sikuwahi kwenda hata kwa mganga hata mmoja. Sijawahi kanyaga kwa mganga kuomba kitu cha aina yoyote ile. Katika maisha yangu niliyoishi mpaka hapa nilipo. Kwa hiyo nimeona
niwaambie jamii inayonizunguka wananihisia hivyo, kwa sababu hadi mabinti niliowalea humu ndani, nimewalea watoto wengi sana hapa ndani. Hakuna ambaye hajapitia kiganja hiki, hayupo. Dada yangu mkubwa Mama Sada anaitwa Michera, ana watoto, alikuwa na Sada, bahati mbaya amefariki. Ana Godi, ana Taifa, ana Chedi, ana Alfani, ana Shukuru, ana Vumilia. Wote wamepita hapa kwenye mkono wangu. Kaka yangu aliyenicheziwa anaitwa Kayusi Mwapa, ana Rahabu, ana Kalebu, ana Enjo, ana Yefta, ana Yakobo. Bora huyu Yakobo sijamtunza, lakini hawa wanne wote wamepita kwenye ganja changu. Na dada yangu mwingine anaitwa Sevelina, naye ana mtoto Joshua, Amida. Hawa wawili nimewalea toka wanazaliwa, tangu wanajifungua mama yao, ambacho nakuja kukishukuru sana tena kingine. Baadaye tumeishi hapa, nikaja nikapata tu amani. Akatokea mtoto wangu anaitwa Joel Maeda, akawa anakuja kila mara, anakuja kunifuatilia. Dada, mbona uko hivyo? Mbona kama huna amani moyoni? Kwa nini? Siku moja nikakaa naye nikaongea naye. Akaniambia, dada, hilo liache kabisa. Acha kabisa. Akanikataza. Kuwa na amani, ukiwa na shida wewe unatuambia. Hata ukiwa usiku wa manane, wewe tuite tu. Tutakuja kukusaidia. Usiogope. Siku moja nikaugua hapa. Akanikuta nimelala hapa chini. Akaanza kulia juu. Kwani umelala chini? Nikasema naumwa. Kwani hujasema? Nikamwambia naona kama nawasumbua. Akasema nilikuwa sina msichana, nilikuwa peke yangu. Niliumwa mwezi wa kwanza ule, mpaka watu wakaja wakavunja huu mlango. Sikuweza kuamka wala nini. Joel akasikitika sana, akaniletea msichana hapa, nikawa nakaa naye. Msichana wake alitoa nyumbani kwake. Baadaye alikuja binti yangu ambaye anaitwa Angelista, naye tukaa pamoja. Wakanisaidia nikakaa vizuri, nikawa mpaka sasa niko vizuri. Hivyo maisha ni mtihani. Lakini namshukuru Mungu, uzima unaenda. Na mpaka sasa nimeamua kwamba nikasema nimesamehe yote, nimekosea sehemu nyingi. Basi niseme tu asante. Mungu aweze kuniepusha na yale ambayo nimeyafanya, ambayo sikutegemea kuyafanya. Mengine nimetamka bila kujua, nimetenda bila kujua. Nasema Mungu tu aweze kunisamehe. Na familia pia, kama kuna mahala popote niliwakwaza, familia iweze kunisamehe. Jamii yoyote ninawaomba radhi kwa wote. Anayejiona kama mimi siwezi kukumbuka nilimkosea nini, siwezi. Ila yeye yoyote yule, awe mkubwa, awe mtoto, anayeona mimi nilimkwaza kwa namna nyingine au yote, anisamehe tu. Anisamehe 7 mara 70. Mimi ni mwanadamu ambaye si mtenda mema. Siwezi kusema mimi ni mtenda mema sana. Hapana. Anayejua ni Mungu. Na maisha ya mwanadamu yako mikononi mwa Mungu. Pia nitamani tuombeane tu mema. Sisi sote tu wasafiri. Hakuna ambaye ataishi duniani milele. Hayupo. Wote tutakwenda. Hatujui wapi tutakwenda na ni saa ngapi. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri Mungu anisamehe na anisaidie niendelee kuishi kwa amani, tuendelee kupendana na jamii. Inione ni binadamu mwenzao. Wanione ni mtu tu wa kawaida. Wasininyoshe vidole. Wapunguze kuninyoshea vidole. Hata kama ni mkosaji, wasininyoshe vidole kila siku. Hilo ndio naomba zaidi sana. Na wajue mimi, kuna mtu mmoja alitamka siku moja akasema anataka kutuma watoto wangu. Kwani napenda kutuma watoto wangu? Naye azae wa kwake watume. Nilishtuka kidogo. Si azae wake naye atume. Namwambia huyo aliyesema awe tu na amani. Mimi sikuzaa nikawapa sumu watoto wake. Hapana.
Anayetoa riziki, anayetoa watoto ni Mungu na anayechukua ni yeye. Akiamua hata wakwako atawachukua, wakati wa Bwana ukifika, akiamua atawachukua. Lakini sikuchukua kidonge, sikuchukua kukoroga sumu kwamba nimewanywesha, hapana. Hiyo ni mpango ya Mungu. Ndio maana leo nimeamua kumshukuru Mungu kwa mambo yote yaliyopita, mengi na ambayo mengine nimeyasahau, sikumbuki, lakini yapo katika maisha. Tumetembelea sana, nimepitia sana, hasa katika utafutaji wangu. Watu waliweka sehemu moja ambayo haikuwa sahihi. Naona nimewaelezea, mmeelewa, mpaka nimepata hii mahali. Nimepata pataje? Sikuwahi kwenda kwa mtu yoyote. Mahali zote nilizonazo nimezipata kwa Alexander Sanga wa Mbeya, wazazi wangu wale wa Mbeya. Sikupata kwa mtu mwingine yoyote, sikufanya kazi kwa mtu mwingine yoyote. Nashukuru, namshukuru sana mimi Alexander Sanga. Ndiye aliyenifumbua macho, ndiye aliyenipa uwezo wa kuishi mpaka leo niko hapa. Nadhani bila Alexander na imani ningekuwa nimeshafariki. Nikiangalia situation ya maisha yangu na familia zangu na jamii inayonizunguka iliyoko karibu na mimi, namshukuru Mungu sana kwa watu wafuatao. Mimi niliandaa hii shughuli kwenda tu kanisani nikatoa sadaka tu ya shukrani kwamba amenipa uhai huu ambao sijui hata gharama yake, na bado ninaishi. Ananiponya, ameniepusha na mambo mengi ya ajali, ya vifo, ya magonjwa, ya mambo mengi mbali, hata ya kujua tu mimi mwenyewe. Lakini jamii, rafiki zangu, watoto wangu niliowalea, mama zangu walionilea, majirani zangu wanaonipenda. Wa kwanza jirani yangu anaitwa Amalia Changwa. Ni mama yangu mmoja mzuri sana. Ni mama yangu mmoja ambaye Mungu amenichagulia. Ni mama yangu ambaye ni mfariji wa maisha yangu. Ni mama yangu ambaye hajawahi niacha sehemu yoyote, mahali popote. Yaani kwa shida yoyote au kwa raha, niko na yule mama. Akisikia naumwa, atakutafutia chochote kile, atakutafuta pale ulipo. Hakuwahi kuniacha, namshukuru sana. Na ndiye mwanzilishi mkubwa aliyesema nilivyomshirikisha kwamba nataka nikaende nikatoe sadaka ya shukrani. Huyo ni wa kwanza nikumshirikisha. Wa pili ni Joel Maida. Ni kijana ambaye nimekaa naye muda mrefu. Kwa kupitia mjomba wake anaitwa Emmanuel Sanga, ndiye ambaye nilikuwa nafanya naye biashara za mbao. Kwa hiyo baadaye hao ni watoto wa dada yake wa Ima. Lakini uwezi amini, amekuwa msaada mkubwa sana kwangu. Imekuwa kimbilio kubwa sana kwangu. Nikiwa na watu hawa wawili najivunia, sipati shida yoyote. Sijawahi mwambia kitu chochote Joel, shida yoyote Joel, jambo langu lolote lile akaacha kunisaidia, haijaitokea. Namshukuru sana akiwa na mke wake Ana Zota. Nawapenda sana. Mungu awabariki na aongezee uhai. Nampenda sana mama Changwa na familia yake na watoto wake wote 4. Kuna Bernadetta wa kwanza, kuna Stevanos wa pili, kuna Clelia wa 3, kuna Enoki wa 4. Wananipenda kama mama yao mdogo aliyetoka tumbo moja na mama yao. Hawajawahi nitupa kwa lolote lile, mahali popote pale, shida yote ile wanakuwa na mimi. Yaani popote pale, raha nini, wananifuata. Wasiponiona siku 2 watanitafuta tu, mama Changwa atakuja. Mwenyewe anapenda kuniita binti yangu. Unasikia binti yangu, sijakuona, namwambia nipo, nawapenda, nawaombea. Mungu aendelee kuwapa moyo huo, waendelee kuwasaidia na wengine, wasiishie kwangu tu. Mungu awakumbuke na wazidishie, familia zima wabariki, awatamie mikono yao ya baraka.
Namshukuru sana Angelista Chota, mtoto wa kaka yangu Ernesto. Amekuwa ni mitaa ya macho yangu, amekuwa ni mfariji, hata wakininyoshia vidole amekuwa akinikataa sana. Shangazi acha, shangazi acha, acha kufuatilia, acha kusikiliza maneno. Hebu mrudie Mungu, hebu mrudie Mungu. Namshukuru sana Njeri, namshukuru sana. Namshukuru sana baba mdogo Nyato, amekuwa ameniongoza kwa muda mrefu sana katika maisha yangu. Nimehangaika huku na kule, lakini alikuwa akinisaidia, ananiongoza kwa maelezo ya kunisaidia kwamba ikifanya hivi fanya hivi. Unajua unaweza kawa na kitu lakini ukashindwa mtu wa kusaidia kukuongoza, lakini ameniongoza sana na nimeona msaada wake mkubwa. Naishukuru sana familia ya Sanga, narudia tena, wote akiwemo mdogo Mbasa, mama Ali na wengine wote ambao bado wapo, nawashukuru sana, na jamii yote ambayo imekuwa ikinishikilia tukiambatana nao kwa hapa na pale. Nawashukuru. Nawashukuru wote walioshiriki kwenye shughuli yangu. Nawashukuru sana. Wako wengi wamejitoa. Wako wengi, wengine wamejitoa kwa mawazo. Wengine, yani mtu namuona kabisa kwamba huyu mtu hana kitu, lakini amekuja anakutia moyo. Akamwambia mshukuru Mungu bwana, hiyo ni nzuri, ni upendo. Nawashukuru sana wote. Kwa kweli sina cha kuwalipa zaidi, nawaombea tu Mwenyezi Mungu atawalipa. Msipozimia mioyo, Mungu atawalipa tu, atawapa thawabu yenu. Asanteni sana, ninawapenda wote. Mnisamehe kama kutakuwa kuna mahali nimewakwaza, mnisamehe sana, ila ndicho kilichokuwa moyoni mwangu na ndio dhamira yangu kubwa, kuwaomba radhi ambao nimewakosea na kumshukuru Mungu wangu ananipa uhai. Nawapenda wote mlioniandalia shughuli yangu, nawapenda sana. Karibuni kwangu na tuendelee kushirikiana pamoja. Mnishirikishe niwashirikishe. Mungu awabariki sana. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Benadeta Felix Changwa. Mimi mama mdogo Emi ninamfahamu toka mwaka 1991. Tukiwa watoto wadogo. Mama mdogo Emi kwangu nasema nampa sifa zifuatazo. Kwanza ni mtu ambaye kiukweli kabisa ana huruma, ana upendo na ni mtoaji. Akisikia na jambo lako, yani yeye anakuja kukimbilia kwa haraka zaidi. Ukiwa naumwa, ukiwa na shida, ukiwa na raha, yeye ni mtu mmoja sana ambaye ni kipaumbele kwetu. Pia amekuwa mtu wa karibu sana na mamangu. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa maisha yake. Tuomba Mungu azidi kumlinda na kumtunza zote za maisha yake. Amekuwa baraka sana kwetu. Kikweli huyu mama ni superwoman. Namtakia kila la heri katika maisha yake yote. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Pendo Wile Mtiga. Namfahamu Emi kama dada yangu, kama ni familia. Tumeishi naye miaka mingi sana. Ni familia ya babangu, tunampenda, tunamshukuru Mungu kwa siku yake ya leo ambayo ni ya shukrani.
Tunamwombea kwa Mungu ampe maisha marefu, baraka nyingi. Tunampenda sana. Kwa majina naitwa Angelista Ernest Chota. Emi ni shangazi yangu. Ni shangazi ambaye kwa kweli ana upendo mkubwa sana. Anatupenda na ametusaidia sana. Amekuwa msaada mkubwa sana katika familia yetu na amesaidia watoto wote na wazazi wetu wote. Kwa namna ya pekee tunamshukuru Mungu kwa ajili yake, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yake. Na tunaendelea kumwombea Mungu aendelee kumtunza, kumbariki na ampe neema na afya njema, lakini zaidi sana amlinde katika hatari zote za roho na za mwili. Tunampenda sana na tunaendelea kumwombea sana. Lakini shangazi yetu amekuwa na huruma sana katika familia yetu. Anashirikiana na kila mmoja katika familia. Ana upendo, hakika ana upendo uliotukuka. Nimejifunza kitu kikubwa sana kwake, na hasa katika jambo hili la utoaji wa shukurani kwa Mungu. Ni neema ambayo wanaipata watu wachache sana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, ametufundisha sana sana sana. Tunaendelea kumrudishia Mungu sifa na utukufu wa jina lake. Bwana amlinde na ambariki siku zote za maisha yake. Asante. Kwa majina naitwa Melina Felix Msofu, ni mjukuu wa dada Emi. Ningependa kumzungumzia Emi kama ni mjasiriamali, mpambanaji, ni mtu anayemiliki ardhi, anafuga. Kwa hiyo sisi kama kizazi kinachokuja tunatamani sana tuje kuwa kama yeye. Tuje kuwa wanawake hodari, wanawake tunaopambana, tunaokuwa kiuchumi. Kwa hiyo ningependa kukuishi siku nzuri, ufurahi, uenjoy, all the best.